Kila siku huanza kama inavyoisha, kwa muonekano wa kawaida kabisa. Kunavyokucha, hata pia kunavyozama. Hii haihitaji elimu ya darasani tu, bali kwa kila mwenye macho na anayeweza kutazama. Sijui kama bado unaamini kuhusiana na ndoa za utotoni, au ulishawahi kufikiria kuhusiana na watoto wa kike ambao wanakatishwa masomo na ndoto zao kwa ajili tu ya kuozeshwa? Mambo mengine yanafurahisha, ila yatupasa tuwe na fikra za kuona mbali. Nikupe kisa kimoja. Ni kundi kubwa sana duniani la wanawake wengi walioshindwa kufikisha ndoto zao kwa sababu tu za kuozeshwa au kuolewa wakiwa na umri mdogo. Hata mimi sikuamini kama wewe unavyoshangaa. Lakini siku nilipokwenda field katika kijiji kimoja huko wilayani Maswa, nilipata kujionea mambo ya kustajabisha kabisa. Yaani huwezi ukaamini eti mtoto wa darasa la 3 anaolewa na mzee. Hacha nikupe hadithi fupi ukajifunze na tukaelimishe jamii. Ni mimi mtunzi na mwandishi wako Saa Jijo. Halo. Nzuri tu, shikamoo mama. Kwema za huko? Sawa sasa. Nilikuwa nadhania hii Pasaka hii nitakuja, lakini sasa naona nimeshindikana kabisa, maana natakiwa niende field. Wametupangia kabisa na nimewekwa vijijini mbali kabisa huko, ndio Simiu pameandikwa Kadoto huko. Kata hii Maswa. Ndio hivyo, labda hapo sijui labda siku gani. Maana hapo ndo ratiba zimeshabana hivyo, unajua sasa, unajua. Mwenyewe nitamani Pasaka tu yote. Ndio hivyo sasa, rafiki itafanyaje sasa? Itabidi tu niende. Sawa, nitakuwa makini. Nitakuwa sawa, nitakuwa makini. Hata usijali. Mimi nilikuwa nakujulisha tu hivyo. Haki hapa nataka nimalizie kujiandaa. Sawa, sahibi madogo hapo. Nikipata hela nitawatumia wale kuku hapo. Haya. Baba yupo hapa, sija kalalamika, nimepiga simu nimeongea tu na wewe. Basi naenda nitampigia. Poa vipi? Unaongea na mama mimi? Na mwaga maza hapa. Nimekutafuta huko na nili, yetu ni kwako hapo sijapata. Nishapanga nguo kitambo mimi. Tunaondoka tena sana. Sasa hapo sasa tunahusiana, ila sema ndio hivyo haina neno. Simu zipo baba, simu ziite. Ila mimi nashukuru tu sasa unaenda kijijini kwetu kule. Na baadhi ya mambo tutasaidia kabisa. Ndio tunazungumza vizuri kabisa hivi. Nadhani unapajua nishakuelezea mambo ya kutosha kuhusiana na kule. Siwezi watanipokea. Watakupokea. Yaani mimi nikishanipokea nimefika. Ile lazima kupokea. Unafikiri bila kupokea utafika? Nadhani unajua historia niliyokuelezea ya kina sister kule. Tamaduni wa kwanza na ndio kuelezea kuhusu mdogo wangu, kama angalie sana. Yuko kwa mtisa hizi. Hata maliza shule atimize ndoto zake, yale kuendelea afike angalau nilipofikia mimi. Dada fika mbali. Hata sasa hivi hata ufaulu wao, sasa hivi watu wengi wanafaulu. Shule za kata za kijijini wanafaulu. Zamani ilikuwa ukiwa somea kata kufaulu kwenda hata advance au chuo. Wanaenda kwa wawili, tunao wale wa kwanza na wa pili. Sema changamoto ni kule kwetu. Yaani watoto wa kike ni shida sana, wamalize shule. Kama hivyo kuelezea. Wewe kama angalie sana.
jambo lolote likitokea usisite kunijulisha. Sisi tuko pamoja. Wewe ni Dada yako wewe, dada yangu mimi. Si kwetu hakuna mtoto wa kike. Kwa hiyo yule mimi naenda kumuona kama na mimi dada yangu siwezi kukubali aolewe aache shule kizembe. Kisa ng'ombe hamna bana. Hapo mamio yetu na nyie bana. Inabidi aje aishe tu bana. Unajua mimi nitaenda nitafanya jambo. Kabisa. Sema sasa. bila kuaminia kwa sababu wewe ni zaidi ya ndugu. Tupige mapicha hapa tukienda pale. Sio dada yako anaweza kwa kakaangu picha zake. Unatumia simu yangu ya kwako. Maana wewe inabidi nikuchukue kwenye simu yangu. Kwa mwanangu ni selfie. Sawa. Ah, Ngoja nikugonge kwanza uone. Hapa ni selfie tu. Ngosha. Mzee kabisa kuhusiana na njoo mara moja. Anaitwa Joseph Shayo, anasema yuko Sengerema ya Mizeze. Anamshukuru sana kwa ujasiri mpaka sasa yuko hai. Asante sana ndugu yangu. Anaitwa anasema Kamziki au habari ya taarifa? Hii ni habari ya taarifa. Safi kabisa. Sasa unasikia Ngosha? Ndio. Leo na wageni. Ehe. Hapa nyumbani kwangu. Ndio. Unaona? Ehe. Sasa cha kufanya, Ehe. unatakiwa uende kwa mama muuza. Sawa sawa. Ukalete dumu 4 Munne za pombe. matumane. Safi kabisa. Si unajua leo na wageni? Ndio? Alafu wewe ndio utahusika kwenda kumchukua yule mke wangu wa pili. Kwa mama muuza pale. Na wageni. Sawa sawa. Vizuri sana. Alafu hebu muite nani? Yule Ndaki yuko wapi? Ndaki sasa. Hebu niitie. Sema Ndaki na yeye. Ila bosi sema Ndaki na yeye. Niitie basi haraka haraka Sawa. ili ni maswala niweke safi. Sawa kabisa. Fanya hivyo basi. Ndaki. Kama na hili Ndaki nalo. Ndaki. Fanya chapu geta. Ndaki. Umekamua maziwa? Yako mengi, ya kutosha? ya kutosha kabisa. Sasa na kondoo umeshawatoa? Nishawatoa. Hebu unajua nini? Leo na wageni. Nataka mazingira haya uyasafishe yote kabla hujatoa ng'ombe. Sawa? Sheketa. Yaani pote. Hii basikeli unaitoa, unaona ile sofu unalitoa, hayo turubai zile unazitoa zote, sawa? Sawa. Na huo mkokoteni unautoa, sawa? Sawa. Alafu kisha ukimaliza kutoa mkokoteni hapo, unapeleka ng'ombe kuchunga. Fanya haraka. Kule polini ama niende? Fanya haraka bana, sio kule polini. Haya. mambo nilipotoka amenichanganya fulani najua baadhi ya pombe kali ndio kwa nayo kesho tena nitaendelea kumalizia ila nitaka kufariji moyo faraja ipo kwenye nyimbo gani nani msanii alipiga kabisa nikumbuka ni nani hili lenye hilo ni Diamond nilimba nyimbo nataka kulewa leo mimi nataka kulewa nataka kulewa
chini ukiwa na mawazo unasema yatapita, yana mwisho. Oh, wala kunyima pombe utawasa. Chana nao. Ndio Kiswahili. Naelewa pombe zake. Wewe. Mimi ndugu wangu najisafisha safi kwema. Kwema lakini sio sana. Unaona hali. Wewe. Siwezi kuanguka leo asubuhi. Kama wenyeji wa watu mwaka sura hii ni mtu kwangu eti mtu ngeni hivyo hivyo. Wewe unamjua dada fulani anaitwa Tina. Nani? Kakake ni Ruben. Anauza pombe kwa huko. Wewe unamuulizia huyo. Hata bwana msogeze mtaani ziko mbele. Kumbura unamuuliza huyo? Namjua hata achana na mjua vijana huko ndio kwenyewe. Namjua huyo ndio nimetoka huko sasa. Wewe kila siku nikupeleka tena. Wangu hapo umeyachimba. Hapa ni mjini kama kuliko kutoka. Unaonekana wewe mjini. Ila sikia nikwambie, wakati natoka kule amesema kwamba kuna yake anakuja kumpokea. Vumilia na akaambua jikaze sawa. Ningekuwa na simu ningekusaidia sema huko sisi mambo ya simu. Ni simu. Kauja si unakuja kadosi. Nenda bana nishakuelewa vipi? Kwa mjini na bwana. Ani hii mbwa. Kila huyu mbele amekuwa. Kama nikukuta wimbo wangu kama imbaje. Kama na hiyo kila nyingine. Pombe na madango. Na madango. Hapo anakuomba kila nyumba. Pombe na madango. Mwanangu, niwe lazima mwanangu, na mimi sijapenda, ila ninachokuomba olewa tu na mzee Yusufu. Maana yeye ni tajiri, nitaenda nimuombe mali atani. Tanisamee mwanangu, utaolewa na Yusufu. Utake usitake, nimemaliza. Unaolewa na Yusufu. Unasikia mke wangu? Umemwona yule mama aliyekuja hapa? Mama, yule mama ana? Nilimwona alinikuta. Sasa yule mama amekuja akanielezea anasumbuliwa sana. Nasumbuliwa? Kuna watu wanamdai. Na amekoswa namna ya kuwalipa. Unaona? Na hapo alipo anasumbuliwa na watu wengi. Wanamdai, ana madeni mengi. Na wamefikia jukumu la kumpeleka ofisini. Na ameenda mle ofisini, wameelewana kwamba akatafute pesa. Afu baadaye aje awalipe. Na amepewa tu masaa mawili. Na sungusungu. Amekuja kwangu, amenielezea ana shida kama hizo, anadaiwa madeni mengi, anataka pesa.
Sasa nikamwambiaje? Sasa wewe unataka pesa, utanilipa lini hela yangu? Kwa kweli uwezo wa kukulipa mzee Yusufu pesa sina. Ila nilikuwa na kuomba na mtoto wa kike hapo nyumbani. Huyo mtoto wa kike tufanye namna unipe kama mahali. Umchukue huyo mtoto ingali bado mdogo anasoma. Yaani anamaanisha kwamba ni muoe yule mtoto wake Ana. Unasemaje wewe? Hujasikia? Yaani unamwongelea yule mtoto mdogo au kuna mtu mwingine tena unayemsemea wewe? Huyo Ana. Jamani mume wangu, mbona unataka kunishushia heshima mimi? Sio kwamba nakushushia. Yaani yule mtoto yule mdogo yule unaniletea mimi awe kama mke mwenzangu. Nisikilize. Yule mtoto. Sikiliza mke wangu. Kwa hiyo unataka kunipinga? Yaani mume wangu sikubaliani nalo hilo. Siwezi kabisa, yani siwezi kabisa. Sikiliza. Mna mume wangu sitaki kabisa usinishushie heshima hivyo kuniletea mtoto mdogo awe mke Sasa, mwenzangu mimi. Utake usitake na muoa. Sitaki mimi kuletewa mwanamke mwenzangu hapa, sitaki. Ni mali nimetafuta mwenyewe na sitaki kuletewa mtu mwingine hapa. Na kama utaki wewe ndio utaondoka. Twende tunawake naona hali ya hewa hii yenyewe tumeshaoana hapa na mpaka tumesahau hadi mwamzuri. Tusamee. Huko. Na huko nzuri. Jamaa tunaongea tukifika Wanawake wengine bana. Hivi wewe anataka nichezee eti? Yaani yeye anataka ajifanye yeye ndio mwanaume. Mimi niwe mwanamke. Yaani kila jambo nimsikilize yeye. Mimi nimeamua. Na lazima itawezekana. Huu si mji wangu. Kama hataki ataondoka yeye.